ati watu wa Kisii. Ati Kisii mmeamua aje? Kwanza huyo mwanisa alipesha juu anasema ati Kisii inayojulikana kuwa ngome. Achani niweke msikie hiyo party. Kisii ambayo inakisiwa kuwa ngome ya Odinga. Umesikia? Ati Kisii ambayo inakisiwa. Nasikia baba Fua amefukuzwa kule Kisii. Ati vijana oye akaambiwa kwenda huko. Nenda uoshe kaunda za Ruto State House. We ni baba Fua. For the first time baba tulikwambia kushikana na Ruto was a political mistake. Wajaluo wakakuja comment section na matusi na mmejionea bado hujakuwa rejected. Kinara wa ODM Raila Odinga alikumbana na hamaki ya wenyeji wa Kisii siku moja tu baada ya kutia saini makubaliano yake na Rais William Ruto. Kisii ambayo inakisiwa kuwa ngome ya Odinga leo ikionyesha kutoridhishwa kwake na makubaliano hayo, huku wengi wakijiondoa kutoka uwanja wa Gusii. Haya ndio matokeo ya side effect za handshake zimeanza kutokea. Nao Raila Kisii. Jamaa amefukuzwa kama umbo yenye imeingia ndani ya msikiti. Mambo kwa ground manze imekuwa moto. Kumewaka mbaya sana. Jamaa aliingia pale Gusii Stadium pale Kisii. Unasikia tu mafans wakisema Raila must go. Ruto must go. Raila must go. Wa Kisii wanasema kama kuna mtu mwenye amewabetray ni Raila. Amewabetray vibaya sana. Raila na mavi. Raila na nyuma. Raila na nyuma. Raila na nyuma. Watu wa Kisii, yani nyinyi mpendi mchezo bana. Huyo ni baba mmevuruga hivyo. Usikisa jana Rawa amekapitia ameona siku mrefu. Juu amini usiamini watu wa Kisii wenye wameishi kumvotia miaka mingi. Au mabazenga jana walimuonyesha siku mrefu. Sasa usikiu Bazenga alikuwa ameingia kwenda ku launch jersey ya wase wa Shabana FC. Big up kwanza watu wa Shabana, hiyo jersey ni ngori. Ebu mtuambie mahali pesa bai nichukue moja mazee, lakini achana kwa kapati sasa. Usikisa sasa after vile alifika kwa stadium huyo saa ni Rao. Usikisa bana watu walianza kuimba Rao must go, Ruto must go, na hata story iko hapo. Penye story iko ni penye mpaka kuna watu wenye walitoka kwa hiyo event wakaenda hata wakushughulika na mambo mpira tena, because kulingana wao wana feel that baba aliwa betray. Baba akiwa Migori akibonga alikuwa anasema aje yeye haja betray mtu yoyote, anashangaa ame betray nani wakati yenyewe hii kitu ndiye aende aside. Alifanya consultations ile akizunguka huku hivi rada, so niko zile za watu wa Kisii bana, kwani baba akuja kuuliza mnaona aje ama ni aje. Then hii kitu yenye imehapenia baba saa hizi bana, inafaa ikuwe wake up call yake mazee ajue rada. Then nimemwona na roll na Sakaja, na siku hizi Sakaja mnazunguka naye sana, na bado nimemwona na Karauri. Sasa ilikuwa mambo ya kulaunch hiyo mambo ya nini ya hiyo jezi. Then usikisa kama kuna watu wenye mpaka imekulisha watu wa Kisii moto ni so unajua kuna day yenye Rawa alikama kabonga na akakaa nikasi akatrash ambitions za Matiang'i za kukua prezo ile like akazi dismiss akaongea mbaya. Sasa hiyo mtaa wale watu kidogo wenye walibaki kusikiza baba akibonga juu hata hawakumpatia peace. Usikiza mpaka Simba Arati anaambia mabazenga that mazee mtulie tutatoboka tukimaliza, but ase ni zile za Matiang'i wako zile za bana. Unajua Matiang'i yako na ambitions zake za kukua prezo ama bazenga bana Kisii bana nyinyi ni waziwa la mlikula moto. Na unajua mimi hata nikisema ngani wake up call ya baba niko zile za kama huku ni Kisii wana repel baba hiyo kizungu mimi nimetumia ukiachana kwa kapati. Kama huku ni Kisii wana repel baba. Sasa mamtaa zingine zenye hata baba hananga sapo toke si ati kuna mtu atashangaa anasema baba ukituelewa. Tuseme kama Mount Kenya for example, sai baba akaweza kuja anaweza face hostility. Inakaa aje kama huko ni Kisii mahali penye watu wanampenda ameface ile hostility yenye ni noma. Then usikia Arati alikuwa anasema that Kenya is very very big for all of us. Yes, hiyo ni ukweli mazee. Kenya ni country moja bigi na ni country yetu bana. Lazima tuchunge hii Kenya na to make sure that tuko na leaders wale wazuri, watu wenyewe kulingana sisi. Hatuoni kama wana betray wasee ama ni aje. Juu mpaka nimekuwa nikipitia ma comments naona watu wanasema I was a former baba supporter nini hizo vitu zote. But unajua sasa for every one person mwenye ana unsubscribe level yake kwa baba
kuna mtu mwingine mwenye ana subscribe hiyo loyalty yake, because so unaona kama saa hizi kuna watu wako zile za wanasema ati Ruto must go, watu wengine wakisema Ruto must go, wengine wanasema Ruto 10 bila breaks. Unacheki. Sasa swali yangu ni baba na Ruto watapelekana, watafikishana wapi? Ama baba ataenda akae mahali Ahmed akiongea na akina Junet wakimchekesha wamwambie mzee hapo ulichoma, ama wataendelea tu kushikana hivyo? Wanga very bad. After walifanya harusi ya kuingiana pale wakiwa na mkuu wa majeshi, aliamua ni kwenda Kisii kujionea Shabana FC ikicheza. Very good. Kwenda kuingia kwa uwanja Cheki maneno. Wana Shabana FC mafans wakaanza kuchomoka, sio moja moja bali kwa vikundi. Wakisema wewe kwenda huko baba, Oletusi Matiang'i. Moikio nake Nwanuksi ni wamekosi. Moiki wamikosi. Atomeza ciana itu rehe njuĩrĩ na nigetha mwĩtĩkie ni wamikosi. Justice for Kindiki. Yes. Kindiki. Kidogo wakati walikuwa wanafanya hii harusi yao ya Jubilee wakifanya hii harusi yao pale, tunamuona Kindiki Deputy President akienda pale kuongea, podium ikakosekana. Ikabidi wakimbilie moja haraka. Zile zinakuwa za prisons. Kidogo wakienda kutembea, Justice for Kindiki hapati mahali pa kutembelea kwa red carpet. Moikio mwero amepiga wash kila kitu. Wakienda kupigwa picha hatoshei. Wakienda kuongea haongei. Sasa tunasema Moikio wa mikosi ameingia kwa hii boma, ameanza kuwachuja watu wa boma. Koyo kiuga ashokera mukara maithori nake mukuru na maithori kidogo hanyamazi. Akiwa wa Munyoropasi. Walitembea kwa kanisa Kitengela. Kitu ya kwanza aliingia kusema asanteni sana. Naona hapa tumekaribishwa na wamama. Kwingine nasikia watu wanakaribishwa na GSU. Nataka kuwashukuru sana. Ya pili, Bomas imeenda. Imeuzwa na Mturuki. Na kuna Flower Girls wamekaa hapo, ma MP hawasemi kitu. Wako. Flower Girls wamekaa hapo hawasemi kitu. Na sasa wanaomba Flower Girls say something and do something and to close the child. Labda mtu anaweza akauliza why this? Kwa nini? Mumesikia? Is a big meeting. Raila came, walileta basi ya Shabana, kulikuwa na sponsor wa Shabana Sports Pesa. Lakini mkutano umebadilika. Wakati Raila alikuwa Kisii, siku chache ambazo zimepita, hii sasa ni siasa, and I'm speaking this kwa ukweli bila kuwaficha. Raila made a reckless statement akiwa Kisii. Alisema kura za jamii ya Wakisii hazitamfanya Matiang'i kuwa rais. A reckless statement. You know, leo hii huwezi ukaenda Kisumu, for example today, uende kwa mkutano useme ati kura za Wajaluo hazitamfanya Raila kuwa rais. Utachomwa. Iyo statement Raila made in Kisii about Matiang'i ndio imefanya nafukuzwa leo. And people are chanting Matiang'i. Ruto must go. Raila must go. Ruto must go. Raila ambaye amekuwa na heshima zake katika eneo hili. Ground imebadilika.
it's high time Raila begins to put his life together, because it is no longer those days. Watu wamefungua macho na watu wamekuwa more informed. Aibu hii, aibu kubwa kwa mzee. Big shame. Ni aibu kubwa. Raila ameheshimika Gusii region. Hata kama kura za Wakisii hazitamfanya Matiang'i kuwa rais, angetafuta njia nyingine ya kuzungumza, lakini sio kuweka mambo wazi. You know? Na umesikia ground inataka nani? Matiang'i. Simple. So Raila ajipange. Raila ajipange. Atafute njia ya kuzungumza na jamii la eneo hili. Hata wewe mahali huko, popote upo, hautaketi chini ukisikia ati ndugu yako akiongelelewa vibaya na watu wengine. Ndio, Matiang'i imesemekana anasimama katika kiti cha urais. Ni sawa. Lakini hiyo haijatosha kumdhalilisha, kwa sababu wameungana na Ruto katika mwaka wa 2027. Ndugu zangu wa Kenya watukufu, it is evident 2027 tusipochunga, kutakuwa na moto mkubwa wa kisiasa. Heri tuanze kujifundisha mapema, tuanze kujipanga, because I foresee a chaotic 2027. I foresee. Lakini wananchi, as much as we have candidates, kaka, tuseme kama jamii ya Wakisii kama iko na candidate, isiwe sababu ya kutusi wanasiasa kutoka maeneo mengine. Kama jamii ya Wajaluo iko na candidate, isiwe sababu ya kutusi watu kutoka jamii nyingine. Kama Wakalenjin wako na candidate, isiwe sababu ya kutusi maeneo mengine ati hawajatosha. Kwani miaka yote Wakisii wamekuwa wakisupport Raila, mbona hajawahi sema kura za Wakisii hazitanitosha kuwa rais? Nasikia kila jamii inajipanga. Wakikuyu kama mko na candidate, isiwe sababu ya kutusi Wajaluo. Isiwe sababu ya kutusi Wakamba wako na Kalonzo Musyoka. Kama Wakamba wako na Kalonzo, Wakamba isiwe sababu ya kutusi jamii ya Wamasai. Kama Waluya mko na candidate wenu, kama ninatembea kwa mfano, isiwe sababu